Kisa hichi ni kisa sahihi kabisa. Kuna bwana mmoja shekhe wa Kisaudia, anaishi Saudi Arabia, nipata kumsikia mwenyewe akisimulia. Anaishi Riyadh, mji mkuu. Kutoka Riyadh kwenda Makka ni zaidi ya Dar Mwanza, zaidi ya kilomita 1000 wanavyosema. Sasa mimi sija kufika Riyadh, mimi nimefika tu Makka, Madina, Jeddah. Huyu bwana siku 3 mfululizo anaota ndoto, anaambiwa nenda Makka, kijiji fulani, kamsaidie fulani bin fulani. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ni shekhe akaenda kushauriana na shekhe mwenzake. Shekhe amwambia tuwashe gari kutoka Riyadh mpaka Makka. Maana ndoto imemweleza kabisa, nenda Wireless, mtaa wa Boko, nyumba namba fulani, unapotea. Alafu kesho yake asubuhi anaamka, anakumbuka jina la muhusika, sehemu anayokaa katika mji wa Makka, mtaa gani, nyumba namba ngapi. Wenzake kwamba twende tukajiridhishe hii ndoto, au mbona ndoto ya ajabu hii, mpaka nyumba, mpaka jina, mpaka mtaa. Bwana akaondoka zake. Kufika katika mji wa Makka akauliza eneo, yani mtu kwa mfano afike Dar, atoke zake Mwanza, jamani nauliza Temeke, ataletwa letu. Akiletwa Temeke nauliza Wireless, ataletwa letu. Akauliza mtaa wa Boko, ataletwa letu. Akifika Boko anauliza nyumba sio namba ngapi, ataletwa letu. Shekhe kaenda mpaka kufika katika ule mtaa, anauliza mtaa mzima wanashangaa, hii hao mashehe wazima wanamtafuta yule muhuni, atakuswali aswali yule. Kumbe jamaa dini anatachembe, shekhe haswali, anakunywa pombe, ana majanga kibao. Nyie vipi? Huyu mtu sio mtu. Muislamu gani anakaa katika mji wa Makka, kijiji fulani, anashindwa hajawahi kufika, aswali. Mashehe yenyewe vipi? Tupelekeni kwake, hivyo tunamhitaji. Gonga mlango, shekhe anafungua yule mtu, samahani bana, hii ndio nyumba ya fulani bin fulani. Ndio fulani bin fulani tumemkuta. Ndio mimi, sisi wageni wako tumetoka Riyadh, tunakuomba utukaribishe ndani. Anakaribisha ndani, ndugu yetu, mimi naitwa fulani na wewe unaitwa fulani na unaitwa fulani, tumekata kilomita zaidi ya 1000 na kitu, tumetumwa na Allah kwako. Allah anatuambia nendeni mkamsaidie fulani, na katika ndoto pamoja na kukusaidia tukushike mkono twende tukafanye umra. Yule bwana akalia, sasa ndugu zangu, mimi na miaka zaidi ya 30 sijaswali, sijafunga. Wakaambia twende. Wani mashehe wanataka kujua kwa nini Allah akafanya hivyo, una mapungufu gani ndani. Wakakuta nyumba ya kawaida na hali fulani ya ufukara, wakamsaidia shekhe. Walikuja na mapesa yao shekhe, wakampa mabunda shekhe, si mchezo hii, mkabidhi mke wako na nini, aga twende tukafanya umra. Jamaa akasema alhamdulillah, napata pesa zote hizi, naenda kutubia, narudi mambo super, natengeneza nyumba, kila kitu kimeenda vizuri. Shekhe wakafika pale umra, wakatufu, wakafanya kila kitu. Anaswali rakaa 2, analia sana kwenye sijida, kalia sana kwenye sijida. Wamekaa pembezoni mwake wanasikiliza, huyu mpaka sasa hatujajua ana kitu gani huyu, kwa nini tumeambiwa tumlete huku. Shekhe kile kilio kwenye sijida ndio inna lillahi, kafa kwenye sijida. Wale mubarak alizana, ujamaa tunaambiwa aswali, katuambia hajawahi kuswali, hajawahi kusujudu, hajafunga miaka 30. Huyu atakuwa na siri kubwa na Mungu, huku kamkosea sana, kuna sehemu kamgusa sana Allah, kuna sehemu kafanya jambo huyu. Shekhe wakamkosha, wakamswalia katika pale msikiti wa Makka mbele al-Kaaba, wakamzika. Mwisho mzuri kapata maskini. Shekhe nyumbani kwa mkewe, bana pole sana, mumeo amekufa kwenye al-Kaaba. Wakamweleza kadha kadha, alilia sana. Tulikuwa tuko karibu naye tunasikilizia dua anazoomba, nalia kwa sababu tunataka tujue siri yake. Hatukuweza kujua, tulitegemea baada ya salamu tuulize. Hakuweza kutoka nje ya swala, amefariki. Tunakuomba mke wake, tueleze mume wako nini. Akasema wallahi mume wangu nimegombana naye sana kuswali. Namwambia Allah ametuchagua, tumezaliwa katika mji wa Makka, tunaishi katika mji wa Makka, watu wanatoka sehemu mbalimbali, wewe ufiki pale. Nimesema sana na nashukuru leo ndio kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30 anaswali, kaswali swala hii na hii na hii ya faradhi katika msikiti wa Makka.
kafanya umra, kafa ndani ya swala baada ya kutubia na kulia katika sijda. Mke anasema nashukuru, neema kubwa. Tueleze mume wako ana siri gani? Akasema jirani ana miaka zaidi ya 30 mumewe amefariki, kawaachia mjane na watoto. Tangia miaka 40 nyuma mpaka leo mume wangu anagawa mshahara wake paso kwa paso, nusu anatulisha sisi, nusu anawalisha hawa. Hilo ndio jema ambalo naweza kulisema. Wakalizana fadhila na baraka ya kulea mayatima na kusaidia na mjane kwa miaka 40 mzima. Allah akawatumia watu, ameshajua deadline tayari, huwa anadondoka kesho kutwa anakufa, akafie kwangu hali ya kuwa kishatubia. Nisimnyime pepo huyu wakati kakalea mayatima. Kwa jamani, sisi tunasaidia Sheikh Azizi kwa muda mfupi tujue, hata hao mayatima wenyewe kuna jazba ile. Baada hapo mambo magumu, unaongeza gari ya pili, mambo magumu, umenua shamba la miaka ngapi? Ubwana shekhi na ujinga wake na kila kitu chake, miaka 40 takriban, mshahara wake nusu anampa mkewe, peleka kwa mjane. Wanakuambia wale mayatima na yule mjane wao, watoto mpaka wamekuwa wakubwa sasa, watoto wake wanamwona kama baba yao, na hawajawahi kulala na njaa wakapata shida, pamoja na wamefiwa na baba yao. Yule jirani amechukua nafasi ya baba. Kwa hiyo tusaidiane. Tukisaidiana utakuwa umewekeza, umejisaidia mwenyewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.